My name is Engineer Benson Msechu, sound engineer, na nataka nikupeleke kwenye section ambayo ni ya output sections designing. Na nitakupitisha kidogo kwa nini nimeamua kuchagua aina mfumo huu wa output wa speakers ambayo kitaalamu tunakiita line array speakers. Sasa ni muhimu kuselect factor au vigezo vya kwa nini utumie line array speakers au ni speakers za kawaida ambazo kitaalamu tunaziita point source. Namba moja, lazima utafakari kuhusiana na eneo, tunasema geometry ya lile jengo liko vipi. Kwa mfano urefu na upana, unakuta jengo lingine unaweza kukuta kwamba lina mita 3. Mimi wanashangaa sana kutoka kwenye ukumbi wa harusi una urefu wa mita 3. Alafu mtu amefunga line array PC 8 kulia, PC 8 kushoto, au PC 6 kulia, PC 6 kushoto. Unajua kinachosababisha nini? Kuna a lot of reflections kwenye ile ceilings, kwa sababu line array inahitaji pia height iwe kubwa. Sasa hapa nipo CCT na hii tu anakupitisha. Kwa mfano kuanzia kwenye ground mpaka kwenye roof yetu pale ni almost mita 10. Kwa hiyo tukiangalia geometric wise inatupa sababu kwa nini tutumie line array. Lakini tukiangalia pia kuna section, kuna levels. Kuna watu wanakaa kwenye main level, lakini pia kuna watu wanakaa kwenye on the back, kuna mezzanine kwa juu pale. Sasa line array inakupa uwezo wa kuweza kutilt zile angle, kwamba speaker labda za chini zitapiga hapa mbele na speaker nyingine zitapiga upande mwingine. Sasa lazima ufahamu kuna baadhi pia vipengele vinasema benefit of line array. Kwenye line array tunasema vya kwamba sauti inapungua kwa 3 dB kila ambapo unapo double distance. Unaposema distance mara 2 basi inapungua kwa 3 dB. Lakini hizi speaker ambazo ziko kwenye stand ama data point source ambazo tunasema zile ni spherical wavefront propagation, zile mara nyingi zinapungua kwa 6 dB. Kwa hiyo unaona kwamba effective yake hii ni kubwa. Kwa hiyo sasa usikariri kwa sababu mama ametumia line array hapa juu ukafikiri kila mahali imetumia line array. It's not true, kwa sababu kuna sehemu hapa chini ya balcony nimetumia point source, lakini pia nimeangalia pia coverage jengo yake iwe wide enough. Another important factors wakati unapofanya usanifu kwenye eneo kama lazima pia ujue specific kwamba hiyo speaker yako total base pamoja na zile box zake jumla weight yake ni kiasi gani, kwa sababu hizi parameter wanahitaji wataalamu ambao watakuja structure engineers kuweza kufanya calculation kujua kwamba je, kwamba kweli uzito utabeba. Mimi nishapiga calculation zangu hapa, lakini piga calculation utaki kulimit, lazima uongeze pia na safety pia, kwa sababu naweza kufika mahali haupo baada ya miaka 5 7. Jamaa mmoja akasema Msechu bwana design ametumia PC 4 za mid high na base moja amefly, sasa ngoja mimi niongeze ziwe 6. Kwa hiyo kutoa uzito umeongeza, kwa lazima uweke safety of margin ili kwamba in case kitokea mtu ambaye asiyejua akaongeza, basi iweze structure yako iweze kubeba. Na hizi data zote unawapelekea wabobezi. Na mimi kuna wabobezi niliwapelekea, na alisimamia ile zoezi ni Dr. Chamuriho, ndio alisimamia kwenye upande wa design, ya kwamba pale mimi nimpa tu prototype idea, nataka speaker yangu iwe pale X and Y and Z, iwe kwenye height kiasi gani na uzito wake, nikampa zile parameters. Sasa yeye anakokotoa, yeye ni mtaalamu kwenye hilo eneo, anajua akatumia pull zile zinapona zile kamba zoshika zile array, hizo metal rods zile zimepita kwenye pull, hazijapita kwenye sharp edge, na zikizunguka kwenye pull nasema inakuwa beba mara 2 according to our wataalam. Na akachora design C section thickness yake uwe vipi, na tumeweka pia standby pia zile kamba za chuma, na zile zimepimwa. Wadau sasa tukabana tumali zinabanwa na mashine ina label pale kabisa kwamba bwana this is 0.6 ton kwa kila waya moja, unajua una uzito kiasi gani. Kwa lazima waweke sili pale, kwa sababu hapo unaweza kadili na maisha ya watu. Kwa pamoja kwamba wameweka na imezidi kiwango, tukaadi mwingine kabisa kwa kwamba hii kitu tunaweka nacho na hakuna namna yote inaweza katokea ikaweza kushuka. Sasa unaweza kutoa shangaa bwana, vipi Msechu mbona mmefly sasa base kule juu? Yeah, of course imefly base. Unajua ibada za siku hizi bwana, most of the ukitembea kwenye makanisa mengi au nyumba za ibada nyingi, unakuta kelele za muziki zinasumbua sana. Na sikilizeni vijana, unajua kwenye makanisa lazima ujue kwamba kuna vijana, kuna watoto, lakini pia kuna wazee. Sikiliza, wewe kama unajua kupata tatizo la pressure, mtu mwenye pressure anajua maana yake nini kwenye base. Mtu ukiwa na pressure kuna ile heartbeat zinaenda kwa haraka, na ukiongezea na ile kick ya base una speed up. Na ndio maana kuna research hata Ujerumani zilifanyika
kwamba kuna watu low frequency inaweza kusababisha mtu akapata stroke pia kafa kabisa, au mwingine akajifungua kwa watoto wajawazito. Kwa mantikio basi kubalance zile ibada ambazo zina muunganiko wa watu tofauti tofauti, basi tukaamua bwana tufanye kitu kimoja tu, fly base mbili. Kwa tumefly base mbili ziko juu pale, ili kwamba base iwe ukipiga zile organ sikika, lakini ikiwa mbali tunajua sauti inapungua. Kama wamesema law of inverse of propagation, unaweza kujua maana yake nini, kwamba inakuwa ni inverse square pressure hizi, maana yake kila unapo double distance inakuwa inapungua, ni inverse. Kwa tumetumia inverse laws kuhakikisha kwamba kila kikao mbali basi na base inakuwa unaipata angalau kidogo kwa usikivu, lakini juu tuna proper line of sight, so the line is coverage, hakuna reflection. Kama zile angle umezeka tight vizuri, watu wanasikia vizuri zaidi. Sasa tumesolve swala la ibada zile za kawaida, lakini kuna vijana bado wanataka pia kidogo kupata feeling and vibration on the ground, so we have put all the provision. Kuna provision kwa ajili ya base sub ambazo moja ipo upande wa kulia na moja upande wa kushoto. Kija wale wanataka matamasha, sasa ni vijana, sababu iko ndani ya University of Dar es Salaam. Kuna watu watataka kidogo low punch, wasikie vibrate kama flow na vibrate kidogo, apate ile feeling, kwa sababu low frequency most of the time you cannot hear it, you can just feel it. Sasa watu watataka feel ile vibration, but then we have put something like that. Mwingine akaniambia, bwana Msechu, kwa nini umeweka vile speaker mdogo kule kulia na kule kushoto? Of course low frequencies na bending, kama umesoma physics tunaita law of diffractions, kwa sababu ina diffract, we don't need to passing the base kwenye vile vispika vidogo. Lakini kwenye meza 9 ya kulia na kushoto tunajaribu ku accommodate watu wa aina tofauti mbalimbali. Huku chini tumeweka kidogo volume sio kubwa sana, kwa sababu according to International Standard Organization wanakuambia hivi kwamba mtu anaweza kusikiliza muziki 85 dB kwa ndani ya masaa 8 akiwa ni mtu mzima, lakini kwa watoto wamereduce mpaka around 75 dBr kwa masaa 8. Kwa mantikio, kama tutakuwa tunatamasha na hapa wataingia, kuna wazee, kuna vijana, kuna watoto, lazima tutengeneze sehemu ya makimbilio. Hata kwenye Biblia jamani, mnafahamu kwenye maandiko ile miji ilikuwa kitengenezwa kuna sehemu ya makimbilio. Kuna mtu kabisa bwana yuko very sensitive na sauti ambayo ilikuwa kubwa kidogo, basi tunamuomba bwana nenda kwenye wing ya kulia, nyingine nenda kwenye wing nyingine ya kushoto, kule chini kidogo kuna tumeweka kadedi fulani, so you feel it, you hear the voice but at a very low level. So this is what we have been designing. So so kazi ndogo, it need technical know-how, it need a study a little bit, inahitaji madarasa pia ambayo pia tuna conduct kama Beam Media Limited, kwa sababu kuna electronics part of it, kwa sababu when you are designing so kwamba kila mtu anaweza kumix tu ile labda digital mix au nini basi ndio master kwenye kudesign. Kuna electronics part of it, how are you going to mesh kati ya amplifier pamoja na speaker, hizo factors zote zimekuwa considerables. Thank you very much. Na Mungu akubariki kwenye section hii. Hope it's very clear. Ni hapa Benson Msechu kutoka kwenye project ambayo amesanifu ya University of Dar es Salaam CCT UDSM. Mungu awabariki sana.